Watu wanaoamini Mungu anatembea nao, na katika hali hiyo watu wanaoamini wanaona utukufu wake. Uko mahali hapa, unayo imani, ndicho Mungu anahitaji. Mungu anawahitaji watu wanaotembea na yeye. Mungu anahitaji watu wanaosema kwamba mimi kwenye maisha yangu, pamoja na vita niliyo nayo, pamoja na maisha haya, nimedhamiria kutembea na Mungu. Tutaona katika Biblia, tutaliona taifa la Israeli lilivyotembea na Mungu, na kwa sababu ya kutembea na Mungu, Mungu alijifunua kwao. Ili Mungu ajifunue kwako na uone utukufu wa Mungu, uinue imani ya kwamba hilo linalokusumbua linaweza kupotea, ukabaki na ushindi. Bwana asifiwe sana. Mali hapa tutamwona Yoshua. Yoshua ni kiongozi aliyesimama baada ya kuwa Musa mtumishi wa Bwana kutwaliwa. Baada ya kutwaliwa, Yoshua alisimama. Wakati Yoshua amesimama, Bwana alimwambia Musa amwambie Yoshua ya kwamba ili aweze kufanikiwa lazima awe na moyo mkuu katika safari. Kwa nini alimwambia lazima awe na moyo mkuu? Alijua ya kwamba katika safari ya wokovu, katika safari ya kutembea na Mungu, kuna vita itasimama, kuna maadui watasimama njiani, familia itakuinukia. Wakati mwingine wewe katika kutembea, ujana utakuwa mzigo. Katika hali ya kutembea katika wokovu, ndoa itakuwa mzigo. Katika hali ya kutembea katika wokovu, biashara itakuwa ya ngumu, maadui wataingia. Utaiona ndoa ni chungu. Uliingia kwenye ndoa kwa furaha, lakini utaikuta ndoa ni chungu. Lakini uwe na moyo mkuu ya kwamba Bwana atatengeneza njia. Mungu wetu akamwambia Yoshua, kaambiwa ili aweze kufanikiwa lazima ayasikilize maneno ya mtumishi wa Mungu Musa. Vile alivyomwelekeza atembee hivyo hivyo, ndivyo atakavyoweza kufanikiwa katika njia yake. Ili ufanikiwe, ili uone matokeo kwenye maisha yako, sikiliza kinachotoka kwenye madhabahu. Ili uone matokeo kwenye wokovu na uweze kuinuka kiroho, uweze kupiga hatua kiroho, sikiliza kinachotoka kwenye madhabahu. Kwa sababu gani? Katika jambo la namna hiyo ndipo utaona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yoshua akatembea nao. Mungu alifanya mambo makubwa. Wapo wengi wameelekezwa wafanye namna hii. Kuna mtu hahitaji tu aombewe, kuna mtu anahitaji aelekezwe kuishi maisha matakatifu ili aone muujiza wake. Kuna mwingine hahitaji kuombewa, anahitaji kuelekezwa afanye maombi, awe na nguvu ya maombi ndani yake ili aweze kushinda kiu ya zinaa iliyofunika maisha yake. Anahitaji maelekezo, aendelee kwenye maombi, apate nguvu ya kumsaidia kushinda dhambi ya ugomvi. Ni maelekezo tu. Kuna mengine anahitaji kuomba ili majibu yaweze kutokea. Kitabu cha Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Nitahubiri kitabu cha Yoshua, lakini mwisho wa maombi haya nitafanya maombi na watu. Naisikia neema ya kuombea watu, maana Bwana amenipa kitu cha namna hiyo. Ninapokuhudumia nisipokuombea, moyo wangu hausikii amani. Inawezekana umekuja hapa una machozi, una ndoto unazoota za ajabu, una vitu vinavyotembea kwenye mwili wako wakati unapokuwa ninahubiri, ili Bwana aweze kukusaidia. Mungu anatembea na watu wenye imani. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura 1 na mstari wa 9, Bwana anamwambia Yoshua awe na moyo wa ushujaa, awe na moyo mkuu,
lazima uwe na moyo mkuu. Ujana utaona ni mzigo, maisha ya ndoa utaona ni mzigo, maisha ya familia utaona ni mzigo. Lazima uwe na moyo mkuu ya kwamba Bwana ameniita, na kwa sababu Bwana ameniita, ndiye atakayesimama kwenye njia yangu, ndiye atakayenishika. Ninaelewa mimi nimeokoka, niko na miaka 17, ninaujua ujana, nimetembea kwenye ujana wa wokovu, na ili niweze kushinda nilikuwa na muda wa kutosha wa kukaa kwenye maombi. Niliona neema ya Mungu. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa mlimani, niko ninaomba. Wakati niko ninaomba, mvua ilikuwa inakuja, mawingu yametanda, niko kwenye mlima. Wakati mawingu yametanda, nilishangaa mvua imesha ninyeshea. Niliingia katika roho, katika hali ya ndani, kwa ndani zaidi kiroho. Mvua iliponyesha sikuweza kuisikia. Baada ya hapo nilikuja kujikuta mwili mzima umesharowana. Mwili ulikuwa katika hali ya kawaida, lakini sikusikia chochote, na nilipata nguvu ya kuniwezesha kutembea katika ulimwengu. Ili ushinde mambo yaliyoko duniani, lazima mwili ufe, kila kitu cha kimwili kife, kila tabia ya kimwili ife, ili Bwana aweze kutembea nawe. Watu wanaotembea na Mungu, wanaotembea na Mungu, maisha yao wameyatoa kwa Bwana, na kwa hali ya namna hiyo wanaona utukufu wa Mungu. Yoshua alimpa Mungu nafasi, na katika hali ya kumpa Mungu nafasi, Mungu alihusika, alifanya. Ndiye akamwambia ya kwamba uwe na moyo wa ushujaa, usiogope. Kwa nini Mungu alimwambia usiogope? Hata kama tunaye Mungu, tumeokoka, tumejaza Roho Mtakatifu, kuna simba wamesimama mbele, kuna miiba iko mbele, ambayo unatakiwa umwambie Roho Mtakatifu autie ganzi mwili wako. Umwambie Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kushinda hasira, akupe nguvu ya kushinda zinaa, akupe nguvu ya kushinda uovu wa dunia. Ndipo utakapoiona neema ya Mungu ikianza kutembea na wewe. Ndipo utakapoona utukufu wa Mungu ukitembea pamoja na wewe. Wakati na miaka 17, wazazi hawakunielewa. Wakati mwingine waliniambia, mbona wewe huchumbii? Mbona wewe huchumbii kama vijana wengine? Mbona wewe umetulia? Nikiwa na miaka 19, nikiwa na miaka 20, nawaambia wakati wa Bwana haujafika. Unajua, wakati mwingine mwanadamu kuweweseka katika ulimwengu huu ni viwango vya kumwelewa Mungu, ni viwango vya nguvu za Mungu ambazo zimo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuhubiria habari njema ziletazo uzima, zenye uwezo wa kukutoa, kama utasikiliza, uwezo wa kukutoa mahali ulipo na kupanda viwango vingine. Utatembea kwenye ushindi. Wapendwa, miili tulionayo hii haiwezi kulizika. Yesu ndiye utosherevu wetu. Akiwepo ndani yako atakupa utosherevu. Kijana, utaweweseka. Baba, utaweweseka. Mama, utaweweseka. Bwana atakuwa juu yako, na siri kubwa inatoka kwenye madhabahu. Unaposikiliza mambo yanayotoka kwenye madhabahu, kwa sababu yanatoka kwa Bwana, naye Bwana atakupa neema. Utaona utukufu wa Mungu, na Bwana atatembea pamoja nawe. Mwaka 92 wakati nimeokoka, mchungaji aliyenilea alikuwa anahubiri madhabahu, na anakunja suruali mpaka hapa, anahubiri, anataka kama kuruka. Tulimwelewa na tulifundishwa na mtu mwingine mmoja aitwaye Josefu. Alikuwa ni mtu wa maombi, lakini ndoa yake ilikuwa ni mwiba. Alikuwa anasumbuliwa mno kwenye ndoa yake, lakini muda mrefu alikaa kwenye maombi. Mungu alisimama pamoja naye. Wakati wa kifo chake kimefika, alisimama madhabahuni akawaambia watu kwamba Bwana mwaka huu atanitwaa. Lakini ndani ya nyumba yake ndoa ilikuwa ni mwiba. Ni kwa sababu alishinda, kwa sababu alikuwa na moyo mkuu wa kumwangalia Bwana.
Mzee Amoni Ntandwi anamfahamu. Joseph Baranzize unamfahamu. Yule alitembea katika wingu, alitusaidia. Kwa hiyo katika safari hii, ili uweze kufanikiwa na kuona utukufu wa Mungu, sikiliza kutoka madhabahuni. Yule mzee tulikuwa bado vijana, miaka 92, nilikuwa na miaka 17 wakati anahubiri madhabahuni. Baadaye jioni tulienda kumkusanyikia, kumdadisi, ili tujue siri ya mafanikio, ili tujue siri ya ushindi alionao. Yule mzee alitembea kwenye wingu na utukufu wa Mungu. Akatuambia tukiwa vijana, ili muweze kufanikiwa, mnatakiwa muwe na muda wa kukaa kwenye maombi. Siku anaaga kanisani, Bwana amemwambia mwaka huu nitakutoa wewe. Alinunua mkeka kama huo, akaweka kwenye madhabahu, akasema Bwana ananiambia mwaka huu atanitoa, ninaenda kukaa na Baba. Alikuwa naimba kwaya pamoja na mama yake na mchungaji. Akawaambia akina mama, Bwana ananitoa mwaka huu, na kwa sababu ananitoa nimenunua mkeka huu. Si desturi ya Waha kuweka dongo kwenye kaburi wa mama, lakini mimi ni mwimbaji mwenzenu, ninawaambia vunjeni kanuni za Kiha, ingieni kwenye kaburi, tupeni udongo. Bwana ameniambia mwaka huu atanitoa. Pigie Bwana makofi. Sura ya 6 anzia sura 5 na mstari wa 9. Biblia inasemaje pale? Sura 5 na mstari wa 9. Sura ya 5 na mstari. Ndio. Biblia inasema 5:9. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Yoshua. Ukisoma pale juu, walikuwa wamefanya kitu. Wakati wamefanya kile kitu, wamejiweka tayari. Bwana aliona walitembea kwenye aibu. Bwana kaendelea kuwa pamoja nao. Unajua kuna maisha kwenye maisha yako, unaweza ukatembea kwenye aibu, unaweza ukatembea kwenye machozi, lakini Bwana anakuhitaji ulipokee neno litokalo madhabahuni. Unapolisikia neno litokalo madhabahuni, linakuwa chungu kwako. Ni mahali gani utaponea? Mahali hapa kwenye madhabahu ndipo unaweza kupokea neno la kukusaidia kushinda, la kutembea nalo ndani ya mwaka mzima. Bwana akamwambia Yoshua ya kwamba aibu iliyokaa juu yenu nimeiviringisha. Ukiangalia pale juu, Bwana alifanya kitu juu yao. Baada ya kufanya kitu juu yao, akawaambia kitu cha namna hiyo. Lakini baada ya kuiviringisha ile aibu, walianza kuondoka. Katika hali ya kwanza kuondoka, walifika kwenye mto Yordani. Wakati wamefika kwenye mto Yordani, maana aibu yao imeviringishwa. Unajua aibu kwenye maisha yako inapokuwa imeviringishwa, sikiliza nikwambie, ndipo Bwana atakapotembea na wewe. Wakati wamefika kwenye ile mto Yordani, Bwana akamwambia Yoshua, unajua upinge usipinge, katika kila eneo Mungu anamtumia mtumishi wa lile eneo. Mungu akamwambia Yoshua, waambie makuhani wachukuao sanduku la agano waweke nyayo zao kando kando ya mto Yordani. Wale makuhani wakalibeba sanduku la agano. Sikiliza nikwambie, nalo sanduku la agano lilikuwa na mbao 2 za sheria za Musa alizotoka nazo mlimani. Ndani ya agano la kale, ndani ya sanduku la agano kulikuwa na akiba ya kopo la mana, zilikuwemo ndani. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipuka. Wakati Bwana anachukua uzao wa kikuhani, aliambia makabila ya Israeli yaandae fimbo. Baada ya kuandaa fimbo, waziweke hekaluni. Wakati wameziweka, walikuta fimbo ya Haruni imechipuka, kudhihirisha kwamba katika uzao wa Haruni ndiyo uzao utakaotokea makuhani wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo, walifika kwenye mto Yordani. Biblia inaelezea Yoshua akawaambia wale makuhani wamelishika sanduku la agano, waweke nyayo kando kando ya mto Yordani. Wakati wameweka nyayo
kwamba maji yalitoa njia. Kwa lugha ya kibibilia inasema maji yalitindika, watu wakaanza kupita. Wakati wako kwenye maji, walichukua mawe 12. Yale mawe 12 yaliwakilisha makabila 12 ya taifa la Israeli. Wakati wameenda kule, walifika wakayasimamisha ili yawe ukumbusho kwa vizazi vitakavyotokea, vijue kwamba Mungu alifanya miujiza. Pigie Bwana makofi. Wakati wamevuka, waliingia kwenye mji wa Yeriko. Yeriko ulikuwa ni mji, Biblia inasema ulikuwa umefunga. Hebu tuende kusoma sura ya 6 na mstari wa 2. Biblia inasema, Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako, na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Bwana asifiwe sana. Sikiliza lugha ya Mungu. Sikiliza ninachoelezea, ya kwamba nimeutia Yeriko mikononi mwako. Sikiliza hapo, kuna kitu. Bwana akasema nimeutia Yeriko mikononi mwako. Nimeutia mikononi mwako Yeriko. Yoshua na wana wa Israeli walikuwa hawajaingia Yeriko, lakini Bwana akasema nimeuweka mikononi mwako. Sawa na vile Bwana katika ibada ya leo anaweza akasema na wewe ya kwamba leo utapokea uponyaji, leo utapokea mbadiliko. Ni mambo yanayohitaji sasa kutendea kazi. Biblia inasema nimeutia Yeriko mikononi mwako, lakini Bwana akasema mtauzunguka ule mji. Maelekezo ya kimungu. Mungu anaweza akakushuhudia ya kwamba tabu yako, vifungo vyako leo vinafunguliwa, lakini bado hujafunguliwa. Nimeona watu wengi, wakati niko mkutano pale Kabrazili, kuna watu niliwaombea. Wakati nimewaombea, walikuwa na shida ya sikoseli. Wakati nimeomba, niliwaambia Bwana ametenda. Walienda wanaona kama wana magonjwa yao, lakini neno la imani lilileta matokeo. Niliwaambia Bwana ametenda, nenda, Bwana ametenda. Wale watu wakaenda na neno la imani. Walipoenda na neno la imani, nilipata ushuhuda ya kwamba tabu ilimeondoka. Yesu alipoona wale wenye ukoma 10, aliwaambia nendeni na ukoma wenu mukajionesha kwa makuhani. Walitembea wakiwa na ukoma, wakati wanaenda wakiwa na ukoma, Biblia inaelezea kwamba walipofika njiani walianza kutakasika. Bwana anaweza kukupa neno utakapotembea katika imani. Bwana anahitaji imani. Bwana akamwambia Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Na kwa sababu nimeutia mikononi mwako Yeriko, wakati ule alikuwa hajaupata ule mji, lakini alikuwa na wahitaji wauzunguke. Kuna mtu siku ya leo Bwana ametia uponyaji kwako. Kuna mtu ibada ya leo, kiu ya dhambi imepotea, itapotea. Bwana nakushuhudia kwamba kiu ya dhambi imepotea. Bwana anahitaji uamini ili uweze kuona utukufu. Bwana akamwambia katika kile kijiji cha Bethania, akamwambia Marita ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Imani ndiyo inaumba. Ndiyo maana wana wa Mungu ili waweze kufanikiwa lazima wawe na imani. Siku moja nilikuwa redioni, hiki kitu nakishuhudia. Wakati niko redioni, hata jana nilisema, wakati niko redioni, mama mmoja alikuwa mtego wa noti nguruka, hata sura yake sijui. Wakati naendesha maombi kama nilioendesha leo, yule mama alikuwa na kitu kimemvaa kwenye mwili kwa muda mrefu kichwani. Alisikia navuliwa kama kitambaa wakati maombi yanaendelea.
Wakati ule mwingine nimekuwa redioni, kuna mama moja Msukuma alikuja hapa kushuhudia. Alikuwa na mateso ya mkono ulipindana. Wakati niko redioni, yule mama aliyeamini akaiweka simu kwenye mkono, akasema leo ni mimi nitafunguliwa. Aliendelea kung'ang'ania wakati mahubiri yanaendelea, wakatang'ang'ania kwamba mimi leo nitafunguliwa. Yule mama aliona mkono una kidole kinanyoka, alifika mahali hapa kushuhudia. Imani naumba, imani, imani, kwa imani, kwa imani. Bwana aliwaambia nimeutia Yeriko mikononi mwako. Kama vile Bwana anavyokuambia ya kwamba uzima wa milele ni wa kwako, baada ya kuamini utatembea kwenye uzima wa milele. Bwana ameshakuambia, Bwana ameshatuambia neno zuri ya kwamba tutaingia uzima wa milele. Bwana ameshatuambia neno zuri ya kwamba tutapona magonjwa. Bwana ameshatuambia neno zuri ya kwamba tutakuwa watakatifu. Bwana ameshatuambia neno zuri ya kwamba tutawapiga adui, tutaharibu kazi za giza. Bwana alishatuambia, ila nahitaji tufike kwenye lile eneo sasa. Nikamchakato kufika kwenye lile eneo. Wakati Yoshua ameambiwa, amekabidhiwa mji wa Yeriko, hapo ndipo Yoshua alianza kuchukua hatua. Hapo ndipo ibada ya leo, wewe uliyefika leo, unatakiwa uchukue hatua ya mabadiliko. Bwana ameshakwambia umesamehewa dhambi, na kwa sababu umesamehewa dhambi, Bwana anahitaji uchukue hatua ya kutembea na yeye, ili uone utukufu wa Mungu, ili uone neema ya Mungu kwenye maisha yako. Sikiliza nikwambie, Yoshua, kitu kilichofanyika, kitu ambacho kilifanyika kwa Yoshua wakati ule. Unajua, baada ya Mungu kumwambia kitu cha namna hiyo, kitu kilichoendelea mahali pale, alichukua hatua. Biblia inasema kawaambia wale makuhani, makuhani wachukua sanduku la agano. Wengine walikuwa na pembe za kondoo waume, wale kondoo wa Israeli wakubwa wenye mapembe makubwa. Akawaambia waanze kuzunguka. Mungu ameshasema waanze kuzunguka. Walizunguka, hawakuona kinachotokea. Wakati wanazunguka, hawakuona kinachotokea. Katika ule mji wa Yeriko kulikuwa na kinara kirefu kilichokuwa ndani ya mji wa Yeriko. Wakati kile kinara, watu walianza kupanda juu. Wakati wamepanda juu, wana wa Israeli walimwamini Mungu, na katika hali ya kumwamini Mungu walizunguka. Wale watu waliona kama wamechanganyikiwa. Ile ngome ya mji wa Yeriko ilikuwa inatisha. Hata gari mbili juu ya ukuta zingeweza kupishana. Ule ukuta ulikuwa umejengwa na watu maarufu sana, lakini pamoja na uzito na ujenzi mzito wa mji wa Yeriko, ule ukuta, Yoshua aliamini utaanguka. Utaanguka. Yoshua aliamini ukuta utaanguka. Ukuta ulijengwa na watu maarufu. Ule ukuta kihistoria, kule juu hata gari mbili zingeweza kupishana kulingana na ukubwa ule ukuta. Lakini Yoshua aliamini. Katika ibada ya leo, kuna mtu amehudhuria kwenye ibada ya leo ambaye kuna ukuta umemzuia. Anatamani kwenda mahali fulani, lakini kuna ukuta umemzuia. Anahitaji kufanya biashara, lakini biashara imezuiliwa. Anapata fedha, lakini fedha haitumii vizuri. Analala, lakini analala na watu wasiowajua. Anaishi kama hayupo. Amefunga manisho na kaburi. Kila anapolala anajikuta yuko makaburini. Huo ukuta kwenye ibada ya leo, Bwana anasema tauangusha. Utatembea kwa ushindi. Pigie Bwana makofi. Bwana anahitaji toke hapo ulipo. Hata ndoa yako imeharibika, iko neema ya Bwana leo. Ule mji wa Yeriko ulianguka wakati wameuzunguka. Tunahitaji katika ibada ya leo, maisha yako yazunguke kwa imani. Utaiona neema ya Mungu ikizunguka kwa imani. Katika hali ya kuzunguka, hicho kilichokufunga kitaanguka. Utaanza kutembea vizuri na utaona utukufu wa Mungu. Ukuta uliokuzuia kuiona baraka yako, huo ukuta uliokuzuia umesababisha uishi maisha hayo, lakini leo kwa imani
Bwana, nahitaji kuna mtu mwenye imani ili aweze kuinuka. Kuna mtu amekaa mahali alipokaa, mikononi anawashawasha, mikononi kwenye kiganja anasikia kuwashawasha. Hali hiyo inaonyesha ya kwamba kuna mtu asiye sahihi. Ulisalimiana naye kwenye ulimwengu wa mwili, lakini madhara hukuyajua, na ndio maana hata fedha unayopata inaisha bila kujua. Kwa sababu gani? Ibada ya leo, ule ukuta uliokuzuia kuiona baraka yako, ule ukuta kwa wana wa Israeli ulikuwa umesimama, hawakuweza kuwa na uwezo wa kuingia. Biblia inasema mji wa Yeriko ulikuwa umefunga, wala taifa la Israeli halikuweza kuwa na mahali pa kupita. Lakini Yoshua kwa imani, Mungu wetu anatembea na watu wenye imani. Mungu wetu anawahitaji vijana wenye imani, kama vile akina Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego walivyotembea kwa imani katika nchi ya utumwa. Baada ya kutoka katika mji wa Yerusalemu, wakachukuliwa mateka wakiwa vijana watatu, wakati wamefika Babeli. Pale Babeli kwenye uwanda wa Dura, mfalme alisimamisha sanamu. Ile sanamu akina Danieli walijifunza Yerusalemu juu ya njia za Bwana kwa usahihi. Bwana alikuwa pamoja nao. Simama juu. Haleluya. Wakati umesimama juu, sikiliza nikwambie, kuna ukuta ambao kwenye ibada ya leo unatakiwa kubomolewa. Wana wa Israeli waizunguka kwa imani. Kuna ukuta wa uchumi umekuzunguka. Kila unapojitahidi huwezi kufanikiwa. Kuna ukuta kwenye ujana wako umezunguka ujana wako. Unaona kama uko na ngome nzito imekuzunguka. Bwana kamwambia Yoshua, mtazunguka mara ya 6, na ile mara ya 7 makuhani watapiga pembe za kondoo waume, na watu watapiga kelele. Baada ya kupiga kelele, ukuta wa Yeriko utaanguka. Katika ibada ya leo kuna ukuta utaanguka. Katika ibada ya leo kuna mtu aliyekaa kwenye ngome kwa muda mrefu, hiyo ngome itaondoka. Bwana atasimama na wewe, utatembea mahali pasipo na ukuta, maana Bwana atashika nafasi kwenye maisha yako. Biblia inasema kwenye Biblia ya kwamba Bwana atawaongoza. Shetani aliwaongoza kwenye mahali ambapo hapana chochote, lakini Bwana atakuongoza kwenye mambo yake kwenye ibada ya leo. Kuna ukuta umesimama mbele yako. Wakati mwingine umekuwa ukiishi, unaona kama umezungukwa, unatembea, unaona kama kuna mtu anakufuata nyuma. Unapata fedha, kichwa chako kinachanganywa, fedha unazimaliza, nyingine unachozifanya ni vitu vya ajabu. Mikono yako kwenye ibada ya leo, kuna ukuta Bwana ataenda kuangusha. Haleluya. Niombe ufunike macho. Karabasakayana ibosakanda. Yesu asante. Naliona anga liko wazi tayari. Bwana atatembea pamoja nasi. Kabla ya kufanya lolote, kuna watu tawaombea sala ya toba. Ukiwa huko uliko, ili Bwana aweze kuangusha ukuta uliosimama kukuzuia. Umezuiliwa kwenye biashara yako. Kila unapojitahidi unashindwa kupenya, unashindwa kuendelea, na vizuri umedhibitiwa kutokutoa fungu la 10. Unaambiwa ukitoa fungu la 10 utaishiwa. Umedhibitiwa kwenye hilo eneo, na kwa hali ya namna hiyo Mungu akupe neema uanze hatua mpya. Wakati unaomba unifuate kwa maombi. Ukuta uliokuzuia utaanguka. Inawezekana kwenye masomo yako, kwenye mipango yako, kwenye ndoa yako, kila kitu unachokiona Bwana anahitaji akaangushe. Funika macho. Nguvu za Mungu zitapita katikati yetu. Wakati huu ninahitaji ni wewe uweze kunifuata. Ninahubiri ni mwanzoni mwa mwaka, mwezi wa kwanza. Mungu ameniweka ili nisimame mbele yako kama mtu atakayetoa hesabu siku ile.
maana siku ya miili hii yote itapotea, nayo haitakuwepo, lakini tutaishi pamoja na Bwana. Nami nitasimama mbele za Bwana kama mtumishi wake niliyesimama mbele ya watu kunena Bwana aliyonipa kwa ajili yako. Wakati huu naomba unifuate, nifuate kwa wakati huu. Nyakati hizi watu wameharibikiwa, watu wamepoteza dira na mwelekeo. Kanisa linahitaji kumwona Bwana, maana Yesu anarudi ili watu waweze kujiweka tayari na maisha yao yaweze kupokea kutembea na Bwana. Nifuate kwa maombi haya. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuomba unisamehe. Ninatubu mbele za uso wako, ninaiomba neema yako. Bwana, unishike, unishike. Ninatubu mbele za uso wako, kila ukuta uliosimama mbele yangu ukabomoke kwa jina la Yesu. Kila mikataba niliyoingia ikaharibike kwa jina la Yesu. Bwana, unisamehe katika yote nimekutenda dhambi wewe. Bwana, ninakiri mbele zako, naiomba neema yako ikatawale maisha yangu. Nisamehe, naja kwako, naiomba neema yako ikawe juu yangu kuanzia sasa. Ninakataa kila upinzani kwenye maisha yangu. Bwana, unisaidie, unitetee, unishike mkono, uniongoze katika jina la Yesu. Kila jini, kila jini, kila jini, kila jini, kila jini, kila jini nikaungue, nikateketee, nikapotee. Roho za mizimu zote, zote kwa jina la Yesu. Bwana, unitetee, unishike, maisha yangu uyashike kuanzia leo. Ninakataa kila mamlaka ya wakuu wa giza kwenye maisha yangu. Yule anayenitokea wakati wa usiku ninakataa, anayekuja mlangoni, dirishani, ninakataa kwa jina la Yesu.